Yes, uke lazima uwe na harufu. Uke lazima ama maumbile ya mwanamke lazima kuwe na au kutoka na harufu ambayo ni ya kawaida, pengine wewe haijawahi kutokea. Sasa mara nyingi mkanganyiko unakuja pale kwa watu ambao kidogo wenyewe hawako sawa, na sio lazima kuwe na harufu ile ya maua, harufu maybe ya asali, ya muski na vipodozi vingine ama manukato ambayo wanawake wamekuwa mara nyingi wakiyatumia ili kuweza kupata mvuto ambao wanaohitaji mara kwa mara. Na kuna mambo ambayo nitakwambia ni mambo ya msingi sana kuweza kupata harufu hiyo, pengine ni ya kawaida, alafu wewe hiyo harufu pengine haujawahi experience. Mkanganyiko unakuja pale ambapo unataka kujaribu kuzuia hiyo hali isikutokee. Unataka kuonekana kwamba labda unataka kutumia manukato ya wewe kuendelea kuvutia mwenza wako, ama wewe mwenyewe kuendelea kujiona kama ambapo maybe upo kile kipindi safe. Sasa nitakwambia mambo ya msingi sana ambayo utakwenda kuyatumia ama kuyafanya kuondokana na hizo changamoto. Wengi wao huwa wanajaribu kuondoa ama kujaribu kutafuta hizo harufu mbalimbali katika sehemu za asili. Kuna vitu vitatu vya kuzingatia. Kwa mwanamke kuna sehemu kuu tatu, pengine inaweza kaziwa katika au makundi mawili, aidha sehemu ya nje ama sehemu ya ndani, lakini kwa namna nyingine tunaweza tukaisemea kama sehemu ya nje, katikati na sehemu ya ndani kabisa. Sasa unapojaribu kutaka kusafisha sehemu zako za siri, ni kwamba hakikisha unatumia ile sehemu ya nje. Hata kama unajaribu kutumia sabuni, basi make sure hautumii sabuni pengine yenye kemikali wala mazingira yote kwenda kufanya kuharibu ile pH ama tindikali ambayo ina kazi yake maalum ya kuweza kulinda au kupambana na bakteria katika sehemu hiyo. Lakini pia usijaribu kuingiza vidole katika sehemu ile ya katikati, na nafahamu kwamba katika ile sehemu ya via vya uzazi vya juu hauwezi kuifikia kabisa. Sasa wanawake wengi huwa wanajaribu kupambana na hiyo hali baada ya kushiriki tendo la ndoa, pengine wanatamani kuzitoa zile sperms, lakini wengine pia huwa wanatumia njia hiyo kwenda kujisafisha baada ya kumaliza period. Sasa ni hali ambayo kidogo imekaa hatari. Mara nyingi uke huwa una namna yake ya kuweza kujisafisha na kuweza kuondokana na zile changamoto, maybe uchafu ambao kwenye mwili au sehemu za siri huwa hauhitajiki, lakini pia sehemu za siri huwa kuna pH ambayo mara nyingi lazima iwe constant kuweza kupambana na hao bakteria. Sasa unapojaribu kuingiza vidole ambavyo pengine sio visafi, lakini unapojaribu kutumia hizo kemikali, sabuni na manukato ambayo unajaribu kuweza kuleta mvuto katika sehemu zako za siri, ndipo unaongeza asilimia kubwa ya kuweza kukaribisha bakteria na kuweza kupata hizo harufu, na pengine ukaweza kukimbiwa na wachumba ama wenza wako. Lakini hakikisha kwamba hautumii sabuni ambayo ina kemikali ama changamoto yote inaweza kukuletea madhara, pengine kuweza kupata fungus na shida zingine. Lakini hapo ndipo mara nyingi tunapataga zile dalili kubwa ambazo pengine ule ncha ama ule uchafu unaweza kwenda kugandiana katika via vya uzazi na kuweza kusababisha changamoto kwenye kizazi, aidha kwenye mirija ya uzazi ama kwenye mji wa uzazi kwa maana ya uterus. So always nilikuwa najaribu kusema kwamba angalieni namna ya kuweza kujisafisha katika sehemu hizo, sehemu za uke. Wengi wao wanasema kwamba hawawezi kuacha kutumia vidole kuweza kujisafisha katika sehemu zao za siri. Okay, hiyo ni njia yako wewe, lakini kama unaweza kutambua namna ya kuweza kujikinga katika maambukizi hayo, basi hii ndiyo njia salama sana kwa mwanamke kuweza kuondokana na hizo changamoto za UTI sugu, PID na magonjwa mengine. Pengine umetibiwa sana lakini bado haujapona. Hiyo ndiyo njia sahihi mojawapo ya kuweza kupata kinga na kukaa vile ambavyo wanawake wengine huwa wanakaa. Kumbuka hii ni Safe Male Tiba. Jali afya yako, thamini uzazi wako. Until next time.